za kimichezo, na leo tunaenda kumwangazia mchezaji wa kikosi cha wananchi Yanga. Huyu si mwingine ni Prince Mpomelelo Dube, mchezaji ambaye alijiunga na Yanga akitokea kwenye kikosi cha Azam FC, matajiri wa Chamazi pale Dar es Salaam, na sasa mambo yake na maisha yake kwa wananchi Yanga inaonekana kufikia tamati, na hatimaye tayari yupo kwenye hatua za mwisho za kusaini mkataba mpya kwenye kikosi cha Hard Rock ya pale nchini Zimbabwe, kwa maana ya timu ya nyumbani. Je, Prince Mpomelelo Dube alikuwa ni mchezaji wa aina gani? Ndiyo maana nipo hapa. Tembo Po ndiyo jina langu, na tunaenda kuangalia, je, ameinufaisha vipi Yanga mpaka sasa, na ni kwa nini wananchi Yanga huenda msimu huu wanafikiria kuachana na Prince Mpomelelo Dube. Bana tu ni kwamba Prince Dube toka jiunge na kikosi cha wananchi Yanga amekuwa ni miongoni mwa wachezaji ambaye amenufaisha Yanga, kwa sababu ndiye mchezaji ambaye mara nyingi amekuwa akimaliza na goli 10+ kila mwisho mwa msimu. Na watu wengi ama mashabiki wengi wa Yanga wamekuwa na changamoto juu ya ubora wa Prince Dube katika kufanya maamuzi kwenye nafasi ambazo wao wanaamini ni bora kwamba anatakiwa azitumie, lakini yeye amekuwa akistruggle sana kuzitumia. Mimi naamini kwamba Prince Dube alikuwa ni mshambuliaji wa daraja la juu na ni mshambuliaji mzuri na ni bora kwa kutokea kwenye kikosi cha Yanga. Ukiangalia alipokuwa akiitwa mara kadhaa kwenda kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Zimbabwe, alikuwa anafanya kazi nzuri sana, mfalme wa Bulawayo huyo. Lakini kwenye kikosi cha Yanga changamoto imekuwa ni kwamba kuna wakati amekuwa ni mchezaji ambaye anajua kukaa kwenye nafasi sahihi, ila ameshindwa kuwa na matumizi bora ya nafasi. Ufanano wake nilipokuwa nikimwangalia anafanana na mchezaji wa Chelsea Nicolas Jackson, ambaye yeye alikuwa anakipiga kwa mkopo kwenye kikosi cha Bayern Munich pale. Mara nyingi hawa wachezaji tabia zao zinafanana. Prince Dube ana uwezo wa kusimama kwenye nafasi kwa ufasaha wakati wote, lakini sio mchezaji ambaye ana uwezo wa kukuofa kuzitumia nafasi zote anazozipata kwenye maeneo sahihi. Huyu pia ana uwezo wa kufanana na mchezaji wa Barcelona raia wa Hispania Ferran Torres, ambaye pale kwenye kikosi cha Barcelona amehusika kwenye magoli mengi, lakini nafasi alizozipoteza na magoli aliyofunga kana kwamba yanafanana au nafasi zinaizidi magoli alionayo. Sasa Dube ataenda kunufaika vipi kucheza ligi ya nyumbani? Cha kwanza Hard Rock sio miongoni mwa timu kubwa sana kama ilivyo Yanga. Sijua ni kwa nini au amefikiria nini kikubwa, lakini twende tukamwangalie Prince Dube ambaye ataondoka Yanga ataacha pengo gani? Pengo linaweza kuwepo kwa sababu unapokuwa na mchezaji ambaye ameshaizoea ligi kwa muda mrefu, anapoondoka inabidi umlete mchezaji mwingine ambaye anaweza akawa na changamoto moja. Cha kwanza kuizoea ligi, lakini cha pili kuonyesha kile ambacho wewe umemfanya mpaka ukamsajili. Walishawahi kupita mastreka wengi sana hapa nchini Tanzania kwenye kikosi cha wananchi Yanga na wakashindwa kufanya kile kilicho bora. Aliwahi kupita Juma Balinya, kina Bigirima na Isa, ambaye huyu alikuja kama mshambuliaji lakini alishindwa kufanya kazi nzuri kwenye safu hiyo ya ushambuliaji. Hii yote huenda ilipelekewa na kutokuizoea ligi. Yipe Nyamie miongoni mwa washambuliaji bora ambao alikuwa nasifika sana kwenye vilabu alivyowahi kupita, lakini alipopita kwenye kikosi cha wananchi Yanga mambo yalimwendea kombo. Sasa Prince Dube tayari alikuwa ameshaanza kuizoea ligi, alishaanza kupata challenge ya kucheza mechi kadhaa. Miongoni mwa mechi bora ambao mimi naweza nikamsifia Dube, alikuwa ni miongoni mwa mchezaji ambaye kwenye mechi walizocheza dhidi ya JKT, dhidi ya Mashujaa, ana mchango mkubwa sana wa kuscore katika kila mchezo aliocheza sana na Mashujaa FC. Sasa anaondoka Prince Mpomelelo Dube, kazi inarudi kwa engineer Eli Said ya kwamba anatakiwa amtafute mchezaji mwingine bora mwenye ufanisi kama wa Prince Dube au atakayezidi ufanisi wa Prince Dube, kwamba kama Dube alikuwa ana 70% za upachikaji wa mabao, basi Yanga wanatakiwa wamtafute mchezaji mwenye 85% na kuendelea kwenye upachikaji mabao, kwa maana azidi kiwango cha Prince Mpomelelo Dube. Sasa tunamkosa Dube kwenye ligi ya Tanzania. Je, ni nani ambaye anaweza akawa kama Dube? Ila bado Afrika ina nyota wengi sana bora, hususan kwenye safu hiyo ya ushambuliaji, lakini Yanga tayari walianza kuhusishwa na Kantaman, mchezaji ambaye anakipiga kwenye ligi ya pale Kenya. Kama watampata huenda akawa ni mbadala sahihi wa Prince Dube, lakini bado whatever the case, kucheza ligi ya Kenya na kuicheza ligi ya NBC Premier League ni mambo mawili
tofauti. Mshambuliaji huyu ambaye anahusishwa ni raia wa Burkina Faso. Kwa kama ataweza kumudu mikiki huyu Kantama kuja kuirisi nafasi ya Dube, basi anaweza akawa ni mbadala sahihi, kwa sababu naye ni miongoni mwa wachezaji ambao kila msimu unapoisha huwa anamaliza na goli 10+. Kosa la Prince Mpomelelo Dube ambalo mimi naweza nikawa na mashaka nalo kila siku na huwa najiuliza ni kwa nini. Dube ana miaka takriban 4 anashiriki ligi kuu ya NBC Premier League na zaidi, lakini hajawahi kutoa kiatu cha mfungaji bora, kwa maana ya mfungaji bora wa ligi ya NBC Premier League. Aliwahi kuchukua George Mpole, aliwahi kuchukua kina MK14, kina Medi Kagere, lakini hapo kwenye kikosi cha Yanga alishawahi kuchukua kina Stefano Aziz Ki, lakini bado kwa mchezaji Prince Mpomelelo Dube imekuwa ni changamoto. Alipokuwa Azam tulisema huenda Azam hakuna wapikaji wengi sana wa nafasi, lakini kaja kwenye kikosi cha wananchi Yanga, lakini bado kiatu cha ufungaji bora kimekuwa ni changamoto kwake, japo msimu 2025-2026 ndiye mchezaji ambaye alifanikisha kuichangia mchango mkubwa kwenda kubeba ubingwa wa ligi kuu ya NBC Premier League. Hata msimu huu ni miongoni mwa wachezaji 4 kwenye ile listi ya wachezaji 4 bora ambao wameisaidia Yanga kutoa ubingwa wa ligi kuu ya NBC Premier League. Paul Tembo ndo jina langu.